Tumsifu Yesu Kristo. Leo ni sikukuu ya ubatizo wa Bwana wetu Yesu Kristo, yaani unabii, ufalme na ukuhani wa Yesu Kristo Bwana wetu. Ubatizo mtakatifu ni msingi wa maisha yote ya Kikristo. Ni lango la kuingilia uzima katika roho, Vitae Spiritualis inao, na ni mlango unaowezesha Wakristo wa Katoliki kuzipata sakramenti nyingine zote za kanisa. Kwa njia ya ubatizo tunafanywa huru kutoka utumwa wa dhambi na tunazaliwa upya kama watoto wa Mungu. Tunakuwa viungo vya Kristo na tunaingizwa katika kanisa na kufanywa washiriki katika utume wake. Ubatizo kimsingi ni sakramenti ya kuzaliwa upya katika maji na katika neno. Rejea Katekisimu ya Kanisa Katoliki namba 1214. Katika sikukuu hii ya ubatizo wa Bwana wetu Yesu Kristo, tutapata kutambua mambo makuu matatu. Jambo la kwanza, ufunuo na utambulisho wa Bwana wetu Yesu Kristo. Yesu alipobatizwa, ndipo hapo Mungu aliwafunulia wanadamu kumtambua kama ni mwanaye mpendwa ambaye amependezwa naye. Rejea Injili ya Mathayo sura ya 3 aya ya 13. Jambo la pili ni kuanza rasmi kwa utume wa Bwana wetu Yesu Kristo. Yesu alipokwisha kubatizwa, alianza rasmi utume wake. Alianza rasmi kazi ambayo alitakiwa kuja kuifanya hapa ulimwenguni. Lakini jambo la tatu ni kufunuliwa kwetu kwa fumbo la Utatu Mtakatifu. Sauti ya Baba ilisikika, yaani Mungu Baba, na Mungu Mwana ambaye alikuwa ni Yesu Kristo alibatizwa. Lakini Mungu Roho Mtakatifu ndiye aliyeonekana kwa mfano wa hua. Kwa hiyo fumbo la Utatu Mtakatifu katika sikukuu hii ya ubatizo wa Bwana wetu Yesu Kristo linafunuliwa kwetu. Sauti ya Baba, Mungu Baba ikasikika. Mungu Mwana ndiye aliyebatizwa, lakini na Mungu Roho Mtakatifu alikuwepo kwa mfano wa hua. Katika mafumbo ya mwanga ya Rozari tunatafakari kwamba ubatizo wa Yesu mtoni Yordani, tumwombe Mungu atujalie uaminifu kwa ahadi zetu ya ubatizo. Maana yake nini? Kila tunapohudhuria misa au sakramenti ya ubatizo, hata sisi ambao tayari tunakuwa tumebatizwa, tunakumbushwa kukiri imani na tunakumbushwa ahadi zetu za ubatizo. Tunamkataa Shetani?